Sisi wengine tulipotoka siku moja tutayabadilisha. Kuna hali ya nyumbani ambayo tunatamani hakika siku moja tutaibadilisha. Sisi wengine tumepita katika matope ya kuwapenda waliotuvunja mioyo. Sisi wengine tumepita katika kinyesi cha kuwadhamini walioinuka nyuma ya mgongo wetu na kutudunga kisu nyuma ya mgongo wetu. Lakini pia sisi ndio wale ambao historia inakataza kabisa kukwama njiani, hata kama mbele yetu kuna kibao kilichoandikwa hapa pana njia. Nisikilize msikilizaji wangu, iwapo Allah hadha wa jalla alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sauti ya dhahabu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi. Jaanaka thumma ikisha jaanaka, nimekujalia wewe Muhammad ala sharia, juu ya sheria zangu, minal amri, katika amri zangu fatabi'uha, basi fuata. Ila mkishindwa wala tatabia, wala usiwafuate ahawaa wapumbavu, alladhina, watu ambao la ya'lamuna, wasiojua, innahum, hakika ya wao, la yughni, tunathamani siku moja tutayabadilisha kwako wewe Allahi, kutokana kwa Mwenyezi Mungu shay'an, kwa kitu chochote. Tumepita katika ni nani? Ni Mwenyezi Mungu anamwambia nani? Anamwambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno sio kwamba ni nafoji, haya maneno yako kwenye kitabu hiki. Pia sisi ndio wale ambao historia inakataza kabisa kukwama njiani, hata kama mbele yetu kuna kibao kilichoandikwa hapa pana njia. Hayo ni maneno thabiti kabisa. Iwapo wino Mwenyezi Mungu kamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini alimwambia? Ni sauti ya dhahabu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi. Ipo siku Afrika pamoja na dunia nzima itafurahia. Jambo gani wanaulizana? Ani naba ila adhim, tuliambiwa na wazazi wetu habari kubwa itokaye kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi, kwa hiyo ndugu zangu, watu ambao fihi ndani yake mukhtalifuna, wanakhtalifiana nini? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza dini, uwepo wake wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao hawamtaki Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, wewe wanakhtalifiana. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla, na watakoma sayalamuna, watajua. Tunakauliza watajua nini? Thumma ikisha, kalla sayalamuna, watajua watapokuwa wanaingia ndani ya kabri. Ukishakufa, kipindi pale uko sakaratil mauti, ndio unajua matendo yako yote uliokuwa unayatenda unaletewa. Na ndio maana ilishuka hizi aya kwa sababu maalum, kwa sababu ya misukosuko aliyopata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaoniangalia wa sehemu yoyote, tujiangalie kabla hujafanya kitu chochote cha kuweza kuhatarisha maisha ya watu na kuhatarisha na kuikashifu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza jiangalie, kila binadamu ana malaika wanne. Malaika wa kwanza anakaa mkono wa kulia, malaika wa pili anakaa mkono wa kushoto, malaika wa tatu ni mtafuta riziki, malaika wa nne ni yule ambaye anayekuongoza katika safari zako zote unavyokuwa unatembea. Huyu malaika wa mkono wa kulia kazi yake kubwa kukuandikia wewe matendo yako mazuri yote. Umeswali, umetoa zaka, tupo katika sehemu hii hapa, malaika wako anakuandikia matendo yako mazuri yote. Na ndio maana tunahimizana tukienda katika maeneo haya, tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu kama tunamuona, tumuombe Mwenyezi Mungu kama tunamuona. Takbir! Pamoja na dunia nzima itafurahia kwa sababu yetu. Sisi wengine tulipotoka nyumbani, mkono wa malaika wa mkono wa kulia, huyu anaandika matendo yako mabaya yote. Ulizini, ulizengea, uliloga, ulifanya nini, hayo yote unaandikiwa. Lakini huyo mkono wa kulia au mkono wa kushoto uandiki mpaka ufanye kwanza. Na andiki moja kwa moja, huyo mkono wa kulia anamwambia subiri kwanza, au anaitwa katibina. Kuna hali ya nyumbani ambayo mashehe ndio wanajua hakika siku moja malaika katibina. Usiandike, usubiri kwanza katika matope ya kupenda waliotuvunja, baadaye anakuja kuandika. Unaona Mwenyezi Mungu alivyokuwa ametupendelea. Sasa wewe unaona kuandamana, unaoshawishi watu waandamane, unaoshawishi wadau wote, basi siku hiyo tuandamane. Kitu kama hicho hakitokubalika mpaka kwenye maandiko yenyewe. Hakuna dini ya aina yoyote duniani nzima, dunia nzima inaoweza kusema kwamba tumkashifu serikali, tumkashifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna kitu kama hicho.
hayo ni matakwa yao, kwa sababu kulelewa kwao, aidha kukua kwao hawakumsoma Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe mdau unaokuwa unataka kuvuruga amani, kwanza jiangalie una malaika wangapi. Kujituma msirudi nyuma. Kwa mujibu wa utaratibu dua hii hapa, Sheikh amenuia yoyote aliyekusudia kutaka kufanya maandamano kusababishia amani ya Tanzania, kusiwepo na amani, basi kwanza shari zimpate yeye, kama alivyoaishishwa Firauni na mali zake. Tutaibadilisha sisi wengine. Tumepita katika matope ya kuwapenda ni maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumepita katika kinyesi na mshawishi na mpaka mfadhili ambaye anafadhili kwenye makundi kama haya, ambaye kumdhalilisha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatutaweza kukubaliana nacho kitu kama hichi. Awe Mkristo rais, lazima tutamuombea kwa sababu yeye ni Tanzania yetu. Mwenyezi Mungu liandika ya kwamba tutashinda, sisi bado tutashinda. Hii hatutaweza kukubaliana, hata kama anaongoza Mkristo, kwamba Mkristo ndo yeye ndo ameshikilia urais, tutamuombea dua yeye na tutaiombea taifa letu, kwa sababu taifa hili aliongozi kwa dini, linaongozwa kwa mujibu wa taratibu ya sheria za kidunia. Kwa hiyo ndugu zangu, mkituona tunapambana na kung'ang'ana, kama amani singekuwepo, maana sisi sote hapa tusingekuwepo, hata kutoka nyumbani kwako mpaka kufika hapa tusingekuwepo. Siku moja tutayabadilisha. Unavyokuwa unajisababishia hatari Tanzania, utasababisha mambo mengi sana. Matope ya kuwapenda waliotuvunja mioyo. Sisi wengine tumepita katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amepata wakati mgumu sana alipokufa Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, kwa sababu yeye alikabidhiwa, aliacha miradi mingi sana, na Mheshimiwa ameweza kuitekeleza vizuri miradi yote. Msikilizaji wangu, kuna bwawa la Mtela pale, kuna mambo mengi ameyafanya kwenye sekta ya elimu, kwenye mambo mengine yote ameyafanya. Lakini sisi kwa sababu tunashawishiwa kwa sababu ya manufaa, basi tunaona kwamba hii amani kama ametuletea bibi yetu au babu yetu, babu zetu, mashehe zetu, Mwalimu Nyerere, hii amani aliweza, na ndio maana akasema hakuna udini wala hakuna ukabila wala hakuna udhehebu hapa letu hili moja, ila kuna mazingira mbaya. Tukishakuwa letu ni moja, mwenye dini ataenda kwenye dini yake, ataenda kufanya ibada zake, na ndio maana kila mmoja anafanya kwa mujibu wa utaratibu wa sheria, anahutubia dini yake, anafanya nalo litaka. Sisi wengine tumepita utaratibu na sheria. Wadhamini walioinuka nyuma ya mgongo wetu. Sasa kijana mwenzangu, nyuma ya mgongo wetu, unaoniangalia mdau, unasema tarehe 29 tunakinukisha, hata kama mbele yetu kuna kibao na dua zingine nilizozisoma. Nisikilize msikilizaji wangu, wewe kabla kwanza watu hao wapate maradhi ambayo yasiyotibika, sisi bado tutashinda. Hii na waangamizwe kama alivyoangamizwa Firauni na mali zake. Ipo siku tunaomba wale ambao na dunia nzima itafurahia walioomba ubunge, sisi wengine tulipotoka nyumbani tuliambiwa na wazazi wetu, ukishindwa katika kipaji, wale walioyakusudia na ahadi zao kujituma msirudi nyumbani. Kwa hiyo ndugu zangu, mkituona tunapambana na kutekeleza ili tuweze kupata neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala na tupate faida kutoka kwao. Siku moja tutayabadilisha. Mambo aliyoyafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni makubwa sana. Wengine tumepita katika kuweza kumdhalilisha, kuweza kumsema vibaya. Ndio maana juzi nikasema la tushukuru kalila wala tushukuru kathira. Asoshukuru kidogo hata kikubwa hawezi kufanya nini? Hawezi kukwama njiani. Manake wale wanaomdoda Mheshimiwa Rais, manake wale hawezi hata wakipewa kikubwa hawezi wakashukuru. Jambo la amani ya kwamba tutashinda, sisi bado tutashinda. Tuna watoto watakayetabika, wa mama, jina langu ni Kelvin Nyakundi. Kongo tunaona sehemu zingine wanavyotabika. Kwa hiyo ninachoomba sisi wengine tulipotoka nyumbani, kwa mujibu wa aya hii hapa ambayo nitakuwa nimeisoma, Mwenyezi Mungu amesema maisha ataradha ila rabbihi maaba, utafanya mambo yako yote, basi unachotakiwa wewe urudi kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja tutayabadilisha. Kuna hali ya nyumbani ambayo urudi kwa nani? Hakika siku moja Allah Subhanahu wa Ta'ala ukafanya nini? Tuombe toba. Kwa hiyo sisi tumerudi kwa Mwenyezi Mungu, tunamuomba atusamehe makosa yetu yale tuliyoyatenda ya siri na ya dhahiri. Pale tulipokuwa tumepakosea, basi Mwenyezi Mungu atusamehe, aturekebishe, atupe fahamu za kuweza kwamba kujua kabisa Mwenyezi Mungu yupo na malaika wake wapo. Nisikilize msikilizaji wangu,
Pia tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa yoyote wa Tanzania